Yesu apewe sifa watu. Karibu sana katika kipindi chetu maalum ambacho tunaendelea nacho, ikiwa kinaenda kwa jina la majaribu hatari kwa mwanadamu. Nawashukuru sana kwa watu wote ambao tumekuwa wote katika kipindi kilichopita. Tuliangalia mambo kadhaa katika kipindi kile cha kwanza, lakini leo tunaendelea na kipindi kingine cha pili ambacho siku ya leo tutakuja kuangalia kitu kinachoitwa jaribu la njaa yako. Ukisikia jaribu la njaa yako ni nini? Ukisikia njaa ni kile kitu ambacho hauna ila unatamani kuwa nacho. Yaani una hasa usiku na mchana uwe nacho. Yaani maana yake inaweza hilo linaitwa jaribu. Lakini ziko njaa ya aina mbalimbali. Kuna baadhi ya watu mna njaa za kupona. Mmeteswa sana na magonjwa, lakini mna njaa za kupona. Kuna baadhi mmefanya biashara muda mrefu sana, lakini biashara haziendi. Ila mnataka na biashara yako iweze kuenda. Yaani unajaribu na biashara, una njaa ya biashara. Wengine una njaa ya kupata kazi, una njaa ya kupata kazi. Wengine una njaa ya kazi yako inuke. Wengine una njaa ya huduma yako ipande. Wengine ana njaa ya kuwa na upako. Wengine ana njaa ya kulijenga kanisa kubwa la Mungu. Baadhi ya watu una njaa ya wewe ni mwimbaji, una njaa ya kuimba nyimbo zako zijulikane kimataifa. Sasa kila mtu ana njaa yake. Una njaa ya kujenga, una njaa ya kumiliki mashamba, una njaa ya kununua magari, una njaa ya kuishi maisha mazuri yale wewe unayotaka. Njaa. Leo nataka nizungumzie kitu kinachoitwa njaa. Unajua watu wengi wameteswa sana na hili jaribu la njaa. Na baadhi ya watu kuwaweka kwenye majaribu makubwa kwa sababu wameingia kwenye tatizo au wameingia kwenye jaribu la njaa ambalo limekuja kuwaletea udhaifu mkubwa sana. Lakini siku ya leo tutakuja kuliangalia ili jaribu la njaa. Moja, shetani akitaka kukujaribu na akitaka kukuangusha, huwa cha kwanza anaangalia moyo wako umeufungulia, unataka nini? Yaani njaa yako ni nini ulionayo? Kwa mfano, una njaa ya kujenga nyumba, una njaa ya kumiliki mali, una njaa ya kununua gari, una njaa ya kufanya biashara kubwa, una njaa ya kuinuka kiuchumi, una njaa ya kufanya mambo makubwa ili yale mambo yaweze kuonekana. Sasa katika ulimwengu wa roho ile tunasema ni njaa. Sasa njaa yako pale unakoiona ndiko na tatizo lako kubwa lenye kukuangusha na kukuteteresha ndipo linapokuwa. Kwa mfano moja, tuanze katika maandiko. Tukiangalia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ambaye katika yeye tumepata uzima na wokovu wa milele. Yeye alifunga siku 40, lakini ikiwa siku za mwisho akakutana na jaribu. Yule mjaribu alipomjia akamwambia, wewe kama ndiwe mwana wa Mungu, geuza haya mawe yawe mikate. Pale lakini imeandikwa katika Biblia kwamba Yesu alikuwa na njaa. Maana yake wakati mjaribu anakuja na mwambia geuze mikate, yeye alikuwa ameshamuona kuwa na njaa. Lakini Yesu alishinda lile jaribu kwa kuzima mlango wake wa tamaa. Andiko kwamba tutaishi kwa mkate tu, bali tutaishi kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana. Nisikilize mtu wa Mungu. Wewe maisha yako umeona yaende, una njaa ya kufanikiwa haraka. Umeona vitu vyako viendi, una njaa ya kuinuka haraka. Umeona umekwama kiuchumi, una njaa ya kutaka kumiliki mali kirahisi sana. Sikiliza, paliko njaa yako ndiko paliko jaribu lako. Wewe una njaa ya kutaka kujenga nyumba kubwa ya kifahari, lakini maisha ulionayo hayajawa na ule uwezo wa kujenga ile nyumba. Na mjaribu pale anakujia, anakuonyesha fedha ya shortcut ambayo akikupa wewe ni rahisi sana kutimiza malengo yako, ni rahisi sana kujenga nyumba, ni rahisi sana kufanya kazi zako. Njaa. Na hapo katika hiyo njaa inakuwa ndilo tatizo kubwa linalokuja likatokea likakuyumbisha kiroho, likakuyumbisha kimani, afu wewe ukatetereka moja kwa moja, kwa sababu mjaribu kitu cha kwanza ameangalia njaa yako. Na njaa yako akisha ijua iko mahali gani, hapo ndio anaiweka kwenye standard ya kutaka wewe mwenyewe kukutetelesha na ukarudi wapi? Ukarudi chini. Njaa yako ukikaa imara na ukasimamia msimamo wako, njaa haiwezi ikakuteteresha. Sikiliza, katika kitabu cha Mathayo 6:34 akaandika, msisumbukie kesho, wewe yache kesho itajisumbukia. Lakini watu wengi tumeshindwa kwa wavumilivu. Tunapambana sana kuisumbukia kesho pasipo kuiacha kesho ikajisumbukia kama Yesu alivyotuambia.
Tunapambana sana kufikia hatua ambayo hatujaifikia. Tunapambana sana kuwaso kushindana na watu tusiojua wao wamepitia wapi. Tunapambana sana kutafuta njia zisizoeleweka bila kujua wao walipita mahali gani. Ila tunapambana sana kupita njia sawa. Nisikilize mtu wa Mungu. Pasipo umakini unaweza ukajikuta unatetereka, unaangamia, unakosa njia, malengo yako yanafutika, mpango yako inazima kwa sababu hujawa na mwelekeo uliothabiti. Wewe umepambana kuihangaikia kesho, ila umeangukia kwenye dimbwi lililo zito sana. Umehangaika kuitafuta ila umeangukia kwenye dimbwi la machozi makubwa. Ila ukipambana ukaiacha kesho ikajisumbukia, wewe ni rahisi sana kufanikiwa. Ni rahisi sana. Timotheo wa kwanza 1 Timotheo 6:10 akaandika maneno machache. Maana shina la mabaya ya kila namna kwa mwanadamu ni kupenda fedha. Maana shina la mabaya, yani shina la mabaya liwezi kaja tu from nowhere. No, linakuja kwa sababu kuna kitu unakipenda. Na hapa akawazungumzia watu akasema, kwa maana shina la mabaya nililogundua kwenu ninyi wanadamu ni kupenda fedha. Ukipenda fedha ukapita kiwango, unaweza ukatenda mabaya. Ukipenda fedha kupita mzimu, unaweza ukatenda mabaya. Ndio maana tukwambia, maana shina la mabaya kila namna ni kupenda fedha. Kwa hiyo tamaa yako inaweza ikatokana na kitu kile unachokipenda. Kwa mfano, inaandikwa, epuka usijaribiwe na tamaa kwenye moyo wako. Epuka usijaribiwe na tamaa. Kwa mfano kama hapa ninaweza nikazungumza hiki kitu kwa ipengeleke kwa watu mbalimbali. Tamaa. Kwa mfano ninyi mnaofanya biashara, kuna wakati tamaa zinaweza zikakupeleka hadi ukaingia kwenye kutenda dhambi, ukaenda kwa waganga kwa sababu ya tamaa, ukaenda kufanya vitu vya ovyo kwa sababu ya tamaa. Kwa mfano baadhi ya wanawake, unaweza ukaenda kwenye ndoa isiyokuwa ya kwako kwa sababu ya tamaa. Kwa mfano tumeshuhudia wanawake wengi wakilia baada ya kuona mtu amekuja anampenda, anamwambia anampenda, ila amemwona na gari, ana nyumba, ndani mwake ameingia, ameona pamekaa vizuri, pasipo kujua vile vitu vimetoka naye. Yule mtu ametumia nguvu gani kuvipata? Yeye anafika rahisi, ni oppress, anafika anaingia na akisema ni kwa pale hajapenda, ila pale kilichompeleka ni tamaa. Yani ametamani vitu kuliko kupenda yule mtu. Baada ya kinakuja kutokea ni kitu gani? Yule mtu ampenda, ila ameenda kwa tamaa, lakini ndani ya moyo wake kuna mtu anayempenda. Sasa kinakuja kutokea pale, kumbuka kama mapenzi ni upendo. Usipokuwepo upendo hakuna mapenzi. Kinachokuja kutokea ni nini? Mfugano wa ndoa, na ndio maana unaweza ukashangaa ndoa zinakutika. Kwa mfano tukirudi pia kwa kipengele kingine, kwa waimbaji, watumishi wa madhabahu, wa ubiri, unaweza ukashangaa wewe ni mhubiri mzuri, lakini unaingiwa na tamaa kwa sababu umeona ujulikani, ukataka kutumia nguvu nyingine ya shetani ili utambulike. Kumbuka ya shetani na mikataba yake. Utavuma ndani ya siku 2, siku ya 3 utakufa, utatoweka. Historia yako itafutika. Kwa hiyo nazungumza kitu kinachoitwa tamaa. Jihadhari sana. Muda huu unapokuwa unaishi, tengeneza historia iliyo bora kwa maisha. Epuka tamaa. Yakobo sura ya 1 mstari wa 14 hadi wa 16 ikaandikwa, lakini kila mmoja huvutwa na tamaa yake mwenyewe, hali akivutwa pamoja na kudanganya. Yani tamaa ulionayo ndio inayokuvuta kukupeleka mabaya. Tamaa ulionayo ndio inakuvuta kukupeleka kwenye dhambi. Tamaa ulionayo ndio inakuvuta kukupeleka kwenye mateso. Tamaa ulionayo ndio inakuvuta kukupeleka kwenye mabara yasiyoeleweka. Yani tamaa ya kile kitu nilicho nacho ndiko jaribu lako lilipo. Tamaa. Kujihadhari sana na tamaa. Chunga sana njia yako. Chunga sana. Usiwe na njia ya mpango ikapitiliza ukaenda kutenda mabaya. Jihadhari na tunza kile ulicho nacho. Mungu akubariki sana. Amen. Naitwa Mtume Radi.